Maombi sio kumjulisha Mungu kwamba tuna matatizo. Hapana. Mungu tayari anajua kuwa tuna matatizo. Maombi ni kumkaribisha Mungu ndani ya matatizo yetu ili nguvu zake zionekane na uwezo wake ili kubadilisha hali zetu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati ile sura 20, Mambo ya Nyakati wa pili, utamwona mfalme Yehoshafati akiomba. Mfalme Yehoshafati hakuanza kuomba kwa hofu, bali alianza kuomba kwa kumtukuza Mungu. Akasema, wewe ndiye Mungu mkuu, umetupa nchi, hawa watu wanatutendea isivyo sahihi. Tafadhali Mungu tusaidie. Sikiliza, maombi ya kweli hayaanzi kwa kuangalia tatizo. Hapana, bali kwa kumtazama Mungu. Maombi yenye mafanikio hayapimwi kwa jinsi hali ilivyobadilika kwa mara moja, bali kwa jinsi mtazamo wako ulivyobadilishwa katika maombi. Utawezaje kujua kama umeomba kwenye mafanikio au pasipo mafanikio? Ni pale unapotoka kwenye maombi macho yako yameelekezwa kwa Mungu badala ya shida zako au matatizo yako. Yehoshafati anasema, hatujui la kufanya, lakini macho yetu yanakutazama wewe. Kipindi anaanza kuomba macho yake yalikuwa kwa adui zake, yani Waamoni, wa Edom na mataifa ya visiwani. Lakini alipotoka kwenye maombi, alitoka akimtazama Mungu. Hakujua atafanya nini wala wapi pa kwenda, lakini alijua wapi pa kutazama. Yakasa toka basi. Sikiliza, maombi yaliyoanza kwa msukumo wa hofu, hisia zisizoeleweka, yaliishia kwa amani kwa Mungu. Kabla hali haijabadilika, moyo wa Yehoshafati ulitulia. Mungu alimstahimilisha ndani kabla hajafanya kitu nje. Mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini sana. Unapoingia kwenye maombi, usikimbilie kumweleza Mungu ukubwa wa tatizo lako, bali liambie tatizo lako ukubwa wa Mungu wako. Na hii kitu hauipati katika misisimko na hisia katika maombi, hapana, bali katika understanding ya kuelewa Mungu ni nani kwako kupitia neno lake. Maombi yako yabadilishe mtazamo wako kwanza, ndipo itakapobadilisha hali yako. Yehoshafati anasema, Mungu wetu, je, hutawahukumu? Kwa maana hatuna nguvu mbele ya jeshi hili kubwa linalokuja mbele. Lakini sikiliza, yani mahali pa kupigia mstari ni hapa. Lakini macho yetu yanakutazama wewe. Kataya Masaya. Anaposema macho yetu yanakutazama wewe, sio macho haya damu na nyama. It's a mind, ni ufahamu wako. Maana katika ulimwengu wa roho tunaanza kwa kuona kwanza, ndipo tunauendea ushindi wetu. Unaona nini mtoto wa Mungu kwenye changamoto yako? Fix your mindset.